Waandishi wengi wanateseka kwa kupata labda hela kidogo au mshahara kidogo ndani ya newsroom, na kati kuna fursa nyingi za kukuwezesha kupata hela nyingi nje au fursa nyingi nje ya newsroom. Kwa hiyo hapa nataka nikwambie maeneo matano au namna tano za kupata fursa ambazo zinaweza kukuingizia hela kutoka nje ya newsroom ukiwa bado ni mwandishi wa habari. Namba moja ni kujenga mtandao wako wewe, kutengeneza network. Na hapa sio tu kwamba unatengeneza network na waandishi wa habari, hapana. Tengeneza network kwa mfano kama na maafisa habari au mapiara, tengeneza network na serikali, wafanyakazi wa serikalini, lakini vile vile katika NGOs mbalimbali. Kwa nini nakwambia hivi? Kwa sababu hawa watakupa fursa labda kwenye maeneo mbalimbali ambayo wewe unafanya na wao wanafanya. Chukulia mfano wewe unaandika habari za afya, fursa mbalimbali za kwenye afya zipo hapo, unaenda kuzipata kutoka kwao kama ukiwa na network nzuri nao. Eneo la pili ni kwamba tumia majukwaa ya kimataifa kutafuta fursa. Kwa mfano kama LinkedIn, kuna fursa nyingi sana ambazo zinapostiwa huko, au hata basi tembelea ukurasa wangu wa Instagram wa fursa za habari. Huko na mimi nikikutana nazo sehemu mbalimbali waga na kuwekea hapo ili uweze kuziona na kuzitumia na kupata. Kwa mfano kama kuna nyingine labda grant inatolewa $1,000, $2,000, kwa hiyo unakuwa umepata extra money. Nafasi ya tatu ni jifunze skills mpya. It goes without say. Kabla hujaenda kwenye fursa huko maeneo mbalimbali, hata hapo newsroom kwako wanaweza kukurecommend kama ukiwa una skills mpya ambazo zitakuwezesha kwenda mbali zaidi kwa ajili ya eneo lako unalofanyia kazi. Eneo la 4 ni fanya freelancing au consultants. Kwa mfano bayo unaandika habari za afya, lakini kuna kitu umekuwa unakiwaza. Kwa hiyo sasa hebu unaweza andika proposal, peleka kwenye ile NGO au mpelekee yule afisa habari ambao nilikwambia namba moja, tengeneza network. Ukimpelekea kwa proposal, bwana mimi nashauri labda siku ya uhuru wa vyombo vya habari fanya 1, 2, 3, unapeleka pale UTPC, si ndio? Au labda unapelekea siku ya wanawake inakuja mwezi March au nini, peleka kule kwenye shirika fulani, UN Women wapi, peleka hiyo proposal, wata incorporate au labda wataiboresha zaidi. Kwa hiyo unakuwa umepata hiyo consultants, kwa hiyo unapata extra mula. Na ya 5 ni kujibrand wewe mwenyewe. Ukijificha hautaonekana katika ulimwengu wa sasa. Ogopa kujiposti wewe, ogopa kuposti kazi zako na hautaonekana, lakini ukijiweka pale utaonekana pale. Kwa hiyo hayo ndio maeneo matano. Usisubiri kupandishwa ngazi kwenye ofisi ndio upate mshahara zaidi. Angalia fursa mbalimbali, unakaa pale unakuwa na mshahara mkubwa au unatengeneza mula kubwa kuliko hata wengine. Bye.